Okay, hii ni kipande cha 3 above 2024. Kama hujaona vipande viwili, ingia katika channel yangu, tazama kipande cha kwanza na cha pili ndio upate kuelewa kipande cha 3. Kama hujanisubscribe, hakikisha umesubscribe ili upate kujiunga na familia hii ili kuwa kwanza kutazama mambo mpya. Safi, tulipoachia ndipo tunaendelea. Kwani kamaliza hata sekondari huyu? Ndio nilimaliza. Nilishindwa kujiendeleza kwa sababu nilikosa pesa za kutosha. Wazazi wako wako wapi? Babangu alifariki na mamangu anaumwa. Pole sana kwa hilo. Asante sana bosi. Sasa kuna siku Gloria kamaliza kazi yake mapema, akaja kwa bosi, akaja kumwomba mshahara wake nusu ili akamlipie ada mdogo wake shuleni. Bosi akakubali kumpatia. Lakini pia akaingiza ombi lake, alimtaka Gloria amfundishe Obina kipindi cha maandalizi kuelekea mtihani wake wa mwisho. Kama ukifanya hivyo, nitakuongeza mshahara wako mara 2, lakini pia kifaulu baada ya wewe kumfundisha, nitakupa naira 500,000. Naira 500,000? Ni ndogo au? Mama, hiyo kubwa. Nimefurahia sana. Lazima nitamfundisha. Mama, lazima nitamfundisha. Mama akasema sawa, ngoja nikufuatie hela ya mdogo wako. Gloria akafurahia kishenzi. Alipofika nyumbani, akampatia Clara mdogo wake hela yote, akaenda akalipia ada. Clara akafurahia sana, lakini sio hivyo tu. Yeye akasema nikimfundisha mwanae akafaulu mtihani, atanipa naira 500,000. Naira 500,000? Ndio, naira 500,000. Akawa anamsifia bosi wake na Gloria kuhusu mazuri yake. Basi bana, Gloria akaanza kumfundisha Obina. Wakati darasa linaendelea, mchizi anamwangalia Gloria, hata amsikizi. Nasikia hata nilichokufunza? Hapana, sijasikia. Hebu kwa makini. Nikuwe makini wakati uko mbele yangu. Hebu nikubalie nionje lipsi. Nataka kutoka nje kidogo nikapate upepo. Sijui una shida gani leo. Gloria akaondoka. Kesho yake mama anaingia ndani, anashangaa kumuona Obina anasoma. Najaribu tukupitia alichonifunza Gloria. Na huwa anamuelewa sana akinifundisha. Kwa hiyo napitia kidogo ili nikapate kuelewa. Inavutia sana. Basi bi mkubwa akamwacha aendelee kujisomea hapo. Siku lingine tena darasa linaendelea, lakini Obina asikilizi. Anamwangalia Gloria tu. Hivi unasikiza kweli? Ndio nakusikiza, lakini umefikiria nilichokwambia wiki iliyopita? Au ngoja niotee. Wewe bado bikira. Una sura la kupendeza, sura lako tabasamu kwangu. Nimependezwa na wewe. Gloria akaondoka kwa hasira. Akaona wewe usimtanie. Akamtishia na uma mkononi. Akamwambia ukiendelea nitakudunga na ili uma. Mara kaingia bi mkubwa, ikabidi aifiche uma kwa kuikalia. Naona mko busy sana. Mnasoma nini? Tunasoma biology na baadhi ya viungo vya mwili. Haya sawa, endeleeni. Wakati kiwalisia wanasoma physics. Haya, kesho yake Gloria kamaliza kazi. Hivi amejitupia kitini anasoma kitabu. Obina katokea kachungulia anachokisoma, kisha kakikwapua hicho kitabu. Kumbe nawe ni wale unasoma vitabu vya mapenzi. Wakaanza kuzungushana hapo mpaka Gloria akategua mguu. Sasa baadaye kamaliza kazi, anataka aondoke arudi nyumbani. Mama akashangaa, umefanya nini mguu? Ilikuwa ni ajali ndogo tu, wala si kitu kikubwa. Basi bosi kampa ruhusa kesho asije kazini, apumzike. Obina akamwomba amrudishe nyumbani ili asihangaike kutembea na usiku. Chiza akamrudisha mpaka kwao. Akamuuliza kwa nini ulidanganya? Kwani ulitegemea nimwambie ukweli kwa ndio ulinisukuma? Gloria akamueleza kwa nina moyo safi, siko kama wewe. Chiza akamwomba samani kwa hilo. Gloria akashangaa sana. Leo unaniomba samani? Kumbe unaweza sema maneno kama haya? Bosi yakuze bana. Ndio unaishi hapa? Gloria akasema ndio. Hapa ndo anaishi yeye na mama yake na mdogo wake. Wakaagana pale, Gloria akashuka kwenye gari akaenda nyumbani. Haya bana, kesho yake Gloria yuko nyumbani anafua. Akaja Obina bana. Akamwambia ametuma mamake aje kumwangalia kwa anaendeleaje, na akatumwa naye mzigo aje amletee. Pia mchizi akamsisitiza Gloria aje kazini ili kesho aendelee na kusoma pia. Akamwambia sawa, nitakuja. Akaondoka. Kesho yake kama kawaida darasa linaendelea, lakini mchizi amsikizi Gloria, anamwangalia tu. Punde akatokea Jasper mshikaji wake. Akamuuliza, "Atuendi mazoezini leo?" Akili ya Obina ikaama kabisa, akasawa kuwa alikuwa anasoma, ikabidi waondoke. Gloria akaachwa elewi. Siku kadhaa kwa kina Gloria, mwenye nyumba kaja na fundi anahitaji kuendeleza nyumba yake. Hivyo akawatimua kina Gloria. Mshikaji wake akaingia mtaani ona pa kwenda. Hivyo na njaa imewakamata sana. Wakaona kama vipi wamtafute kwanza mama yao ndio wakakule kwa pamoja. Huko kwenye nyumba la dhahabu, Obina akamsubiria Gloria lakini hajafika. Hajafika bado? Ndio, mama bado hajatokea. Pia akamuelezea ile siku alipompeleka Gloria kwao, aliona maisha yao. Wanaishi kwa nyumba ambayo haijakamilika na isitosha hata na mlango. Mamake akashangaa sana. Nini huku niambia haya yote? Sikuwa na umuhimu. Hata hivyo naweza kwenda kumwangalia kwao. Ndio, nenda. Kwa kina Gloria wakampata mama yao, wakampatia chakula kwanza. Pande mwingine ndio Obina anafika, akakutana na fundi anakusanya mchanga. Akawaulizia kina Gloria. Nye nyumba akamuelezea ameondoka asubuhi ya leo na ajua alipokwenda. Basi mchizi kabidi ingie mtaani kumtafuta mwenyewe. Hakufika hata mbali akawaona. Akashangaa sana baada ya kujua mamake Gloria ana matatizo ya akili. Basi mshikaji akaja nao mpaka nyumbani. Mama akamuuliza Gloria, kwa nini hukuniambia kwamba hamna pa kuishi? Samani mama, sikutaka kuwa mzigo kwako. Vipi kuhusu ndugu zenyu? Walitutelekeza baada ya baba yetu kufariki. Mama akatulia peke yake, mwisho wa siku naye akaugua. Kwa kuwa tumezaliwa wasichana tu, tukawa hatuna namna. Maisha yetu imekuwa magumu kutoka hicho kipindi. Tumepambana sana. Inasikitisha sana. Hii ilimguza sana Obina. Pia mama ndio usiseme. Hebu kaeni kwanza. Yeye mtakapa kuanzia leo na nitampeleka mama yenu katika hospitali cha wagonjwa. Walifurahia sana, wakamshukuru sana mama Obina. Asante mama Obina, ubarikiwe. Awapeleke chumbani kwao. Pia twendeni shopping mkanunue nguo mpya sasa. Shukrani mingi. Familia ikaanza kukua hivyo. Maisha ikaanza katika nyumba la dhahabu. Na pia akaahidi kumpeleka chuo Gloria. Clara naye atamtafutia shule nzuri. Pia kuhusu na mama yao mpaka hospitali iliyo mbali kidogo na mji, ile watakuwa wanaenda kumtembelea siku za weekend.
Basi Gloria akaendelea kumfundisha Obina. Na raundi hii mchezo akawa anasikiza kwa makini sana. Kidogo mshikaji wake Jasper akatokea acheze game kama kawaida. Obina akamkataa, leo yuko busy anasoma. Jasper ikabidi aondoke tu. Sio kimaliza kusoma, badala mchezo acheze game na Jasper, au anacheza na Gloria. Mara wanyang'anyane padi wadondokea mazingira ya busu. Mambo ni mengi. Maisha yakaendelea, maisha kuangalia katuni kwa nakula popcorn taratibu. Si hata nyinyi mnaona kina Gloria maisha yamebadilika? Hebu tuendelee kutazama. Obina akamletea zawadi Gloria. Basi Gloria kufungua hivi akakutana na saa kali hivi. Alifurahia huyo. Na miezi kadhaa mbele, Obina anaingia kwa bashasha kali, anaita nyumba nzima waje sebuleni. Kuna nini wewe? Nimefaulu mtihani wangu wa mwisho. Hebu angalia hapa. Basi makumbato mengi eneo la tokeo. Akamshukuru sana Gloria mwalimu wake. Anasema kwamba bila yeye asingetoboa. Akamwandalia surprise Gloria kama shukrani kwa masomo yake. Sema bila yeye angefeli. Sitosha akamwambia serious kwamba anampenda. Hatukuambiwa majibu ila tuliona wamekalishwa. Mama anasema amewapa sheria ya kuwa penzi ndani ya nyumba yake, ila hahitaji kitu kama ngono. Kwa sababu bado ni wadogo, lakini hata ukipata nyakati unaweza kutumia CD. Basi tunaona amefungua dunia mpya mapenzi ndani ya nyumba kina Obina. Huko anapika misosi mingi, busu mingi za kutosha, huko anataniana. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa tamala hii mtu wangu. Mimi naitwa Deus Platinumz, msanii. Usikose kunisubscribe pamoja na kutana na notification bell ili ujiunge na familia hii. Movie nyingine, bye.